Mimi jinsi nilivyo, kila nilicho nacho ni neema, imenipa hayo, uhai, uzima, wokovu, kibali, vyote ni neema, imenipa hivi. Kuna mtu alikufa msalabani kwa ajili yangu, amelipa madeni yote niliyodaiwa. Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu. Sikustahili, 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 sikustahili. Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu. Ni neema yako Yesu. Sikustahili, 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 sikustahili.
kanisa. Tuungane na katekista, hakimu na asoni kuziombea roho za waamini marehemu wafuatao: Koweri Yombe Mwamchese, Mtwa Mwaweza, Daudi Koweri Mwamchese, Sikauti Koweri Mwamchese, Esther Kaliseke Mpyambala, Nikolausi Ndabila, Saidina Mwampamba, Tatizo Mwanchese na Suzana Mwanchese. Kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, raha ya milele uwape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Ndugu zangu, taifa la Mungu, tumekusanyika leo hii kwa ajili ya kuungana na katekista hakimu kumwambia Mungu asante kwa zawadi ya afya na wito ambayo amemjalia kwa muda wa miaka 25. Tumpigie makofi matatu. Pamoja na nia hizo ambazo tumemtolea Mungu kwa namna ya pekee, tumtolee Mungu sadaka yetu, na hivyo ili tuweze kutoa sadaka ambayo ni ya kupendeza, tunawiwa kukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana
anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Karibuni tusikilize somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Nawe utajihesabia sabato 7 za miaka, maana miaka 7 mara 7 zitakuwa ni siku za sabato 7 za miaka kwenu, maana miaka 49 ndipo utakapoipeleka pande zote hiyo baragumu yeye sauti kuu siku ya 10 ya mwezi wa 7. Katika siku hiyo ya upatanisho mtaipeleka baragumu katika nchi yenu yote, na mwaka wa 50 mtautakasa na kupiga mbiu ya kuachwa mauru katika nchi yote kwa watu wote waiketio. Itakuwa ni yubeli kwenu, nanyi kila mtu atairudia milki yake mwenyewe, naye mtamrejea kila mtu kwa jamaa yake. Mwaka huo wa 50 utakuwa ni yubilei kwenu. Msipande mbegu wala msivune kitu hicho kimeacho chenyewe, wala msizitunde zabibu za mzabibu isiyo pelewa, kwa kuwa ni yubilei. Utakuwa mwaka mtakatifu kwenu. Mtakula maongeo yake yatokayo shambani. Mwaka huo wa yubilei mtarudia kila mtu milki yake. Neno la Bwana. Wakolosai sura ya 3 aya ya 12
mpaka 17. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, kila mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Neno la Bwana. Mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea
kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya ua hilo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeungana naye ili kuweza kumwambia Mungu asante kwa zawadi kwanza ya uhai ambayo amemjalia, na zawadi ya wito akamfanya awe katekista katika kanisa letu Katoliki, na baada ya kuwa katekista amehudumu kama mwalimu kwa muda wa miaka 25. Sio kazi ndogo ukiangalia kwa haraka, kwa sababu katika kazi ya ualimu makatekista mtakuwa mashahidi, na wengine mtakuwa mashahidi wa mambo hayo. Katika swala zima la kuhudumia watu, kuna sehemu kuna mabonde, kuna sehemu kuna milima, kuna sehemu kuna mabonde, kuna sehemu kuna tambalale, lakini vyote hivyo amekuwa akishuka akipanda kwa muda wa miaka 25. Tumshangilie Mungu kwa kumjalia yote hayo. Anapo nijulisha, aligusia akasema mwezi wa 10 tarehe fulani na jubilei ya miaka 25. 25? Mbona kama bado inaonekana damu inachemka? Akaniambia hapana, ni Mungu tu anajalia yote hayo. Kwa hiyo kwa huyo muda wa miaka 25 ameona sio vema ipite hivi, bali akaona itakuwa vema zaidi akijumuika na wanaparokia ya Irembo kumwambia Mungu asante kwa zawadi ya yote hayo ulionijalia, pamoja na kuwepo na misukosuko mahali fulani, pamoja na kuwa na furaha mahali fulani, lakini yote hayo ameyavumilia. Katika kuyavumilia hayo, aliona ni vema afanye kama walivyoanza kufanya wenzake wa Agano la Kale. Wenzetu wa Agano la Kale, kadiri ya tulivyosikia kwenye kisomo la kitabu cha Mambo ya Walawi, jinsi walivyofanya hayo, wakiyazingatia kwamba walianza kwanza na ile miaka 7, kwamba inapofika siku ya 7 inafahamika kama Sabati. Kwa hiyo haitaki watu wajishughulishe na kazi. Kwa hiyo ni siku ambayo walipaswa kwanza kupumzika. Siku ambayo walipaswa kupumzika, hawakupaswa kupumzika waanze kufanya starehe na mambo mengine, bali ilikuwa ni siku maalum ya kumkumbuka Mungu, ya kumpa Mungu nafasi kwamba tumefanya kazi muda wa siku kadhaa, lakini siku hii hapa basi tunapaswa kupumzika, tuongee na wewe, tuongee na Mungu moja kwa moja kwa kumshukuru na kumuomba atuongezee mengine ya siku nyingine kadhaa zinazokuja. Zilienda mpaka siku 49, zikafika siku 50, na hivyo katika majubilei imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni lile la miaka 25, kundi la pili ni lile la miaka 50, na kundi linalofuata ni kila baada ya miaka 25 inaadhimishwa jubilei. Ndio maana wengine akiona ni kama mambo hayaendi vizuri, akifikisha miaka 5
hapo nyumbani kwake anafanya kafla fulani, anakula, anakunywa, kwa matarajio kwamba hiyo miaka 25 sitegemei kama nitafika. Kwa kama sitafika, angalau hii miaka 5 hii nimefanya sio kwa nguvu zangu, nimshukuru Mungu. Wao wengine wanafanya hivyo, ataenda akifika miaka 10 hivyo hivyo, anamshukuru Mungu, ameongezea na mengine 5 kuelekea kwenye ile miaka ya 25 ambayo ni utimilifu wa mwanzo wa jubilei. Katika utumishi huu ambao amemtumikia Mungu kwa miaka 25, na hivyo haishii hapo kwamba sasa nimetimiza ile miaka 25 basi sasa naenda kupeleka paroko sasa hii miaka 25 inatosha, niache sasa niendelee na kazi zangu binafsi. Lakini ni sehemu ambayo anamuomba Mungu amuongezee mingine 25 ili aje aadhimishe jubilei ya miaka 50 ya ukatekista na utumishi katika kanisa. Tumesikia Mtume Paulo anatuambia katika utumishi sio tu kwa ajili ya hakimu, bali kwa ajili yetu sisi makatekista, kwa ajili ya mwingine yoyote yule aliyepo hapa. Anatuambia kwamba katika kuenenda kwetu tujitahidi, tujivike upole, tujivike unyenyekevu, tuwe watu wa huruma. Zaidi ya hayo yote, tuichukue ile amri kuu ya mapendo iwe ni sehemu ya maisha yetu. Ndivyo ambavyo tunaanza kumwambia ndugu yetu hakimu katekista kwamba kama ulivyohudumia kwa miaka hiyo 25 ya kama katekista, bila shaka uliongozwa na upole, bila shaka ulitawaliwa na unyenyekevu, bila shaka ulienda kuwa na huruma, kuwahurumia wale ambao unawahudumia. Na zaidi sana amekuja amehitimisha kwa kitawaliwa na upendo. Ndivyo ambavyo vimemuongoza. Asingekuwa na unyenyekevu, asingefikia jubilei ya miaka 25. Asingekuwa na upole, angeishia tu kuwa mkali, angepiga watu makofi huko. Mambo yangeishia anasema sasa ameanza kupiga watu makofi. Yakifika kwa paroko sasa huko hakimu anapiga watu makofi. Anamwambia sasa ndugu yangu, hebu tulia kidogo, njoo kwanza hapa. Tulia hapa. Jifunze. Katika utumishi unapaswa kuwa mnyenyekevu, unapaswa kuwa mpole, unapaswa kuongozwa na fadhila ya upendo. Ndivyo ambavyo vimemuongoza ndugu yetu mwalimu hakimu. Na hivyo tunavyosema vimemuongoza, tunaungana naye kumuombea viendelee kumuongoza kwa miaka mingine 25, na ikiwezekana kwa miaka mingine 75 aje atukusanye tuazimishe jubilei ya miaka 50 au ya miaka 75 ya ukatekista. Ndivyo ambavyo tunawiwa nasi popote pale tunapoishi, tuvikwe hiyo roho ya upole, tuvikwe hiyo fadhila ya unyenyekevu, na zaidi sana tuenende katika maisha yetu tukiongozwa na upendo. Tunaungana na ndugu yetu kwamba kama hivyo vimekuongoza kwa miaka 75, tusaidie kuomba na sisi vituongoze hivyo katika utumishi kwa miaka walau 25 ambayo tayari mwenzetu anaadhimisha, na kwa miaka mingine 75 kadiri ya Mungu anavyojaliwa. Na katika kuongozwa na hayo, tumesikia somo letu la Injili la mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 25 hadi ya 30. Kwa hiyo hapo ni swala zima la kumwambia Mungu asante. Tunaungana na ndugu yetu kumwambia Mungu asante. Sisi ni zaidi ya ndege, sisi ni zaidi ya maua ya kondeni, ambao sasa kwa kujaliwa yote haya, kwanza kwa zawadi ya uhai, alafu kwa zawadi ya wito. Kuna wito wa upadre, kuna wito wa utawa, kuna wito wa ndoa. Kama wito upo katika hizo sehemu 3, hizo zote tunawiwa kumwambia Mungu asante. Kwanza kwa zawadi ya uhai ambayo anatujalia tuweze kulala, tuweze kuamka, kujishughulisha na shughuli mbalimbali
kama ambavyo amefanya ndugu yetu Hakimu. Amelala, ameamka, akaenda vigangoni. Amelala, akaamka, akaenda kuangalia wagonjwa. Ndivyo ambavyo kwa yote hayo ni swala la kumwambia Mungu asante, asante kwa yote hayo. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike, sura ya 5 aya ya 18. Neno la Mungu linatuambia shukuruni kwa kila jambo. Ukiamka mshukuru Mungu. Ukienda shambani ukafanya kazi ukarudi mshukuru Mungu. Makatekisa, ukiamka ukaenda kigangoni ukawakuta waamini ukawainjilisha, mshukuru Mungu. Usibaki tu kusema leo nimewainjilisha hawa ni kwa nguvu zangu mwenyewe. La hasha. Na somo la Injili ya Luka sura ya 17, sura ya 11 aya ya kwanza na kuendelea. Ni somo lile la wale wakoma 10. Yule mkoma baada ya kuponywa alirudi akamshukuru Mungu kwamba asante kwa kuniponya, asante kwa kunifanya niwe mmoja wapo ambao hawaishi tena kama waliotengwa na jamii, bali kama mmoja wapo ambao wanaishi kwenye jamii. Kwa hiyo ndugu yetu Hakimu sio kwamba ameponywa ukoma, hapana, lakini anamshukuru Mungu. Anarudi sasa mbele ya Mungu kumwambia Mungu asante kwa kunijalia nguvu na afya, na zaidi sana hivyo viwili vimetawaliwa na neno uhai. Kwa muda wote huo ameweza kumhudumia Mungu, ameweza kuwafanya watu waingie kwenye taifa la Mungu, kwani katika ukatekista wake amefundisha watu mafundisho ya ubatizo. Wale ambao hawakuwa Wakristo wamekuwa Wakristo, na hivyo tuendelee kuungana naye kumshukuru Mungu na kumuombea ajaliwe nguvu na afya, aweze kumtumikia Mungu vema, aweze kuendelea kumuomba Mungu amjalie afya na nguvu ya miaka mingine 25 ya utumishi katika kanisa Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba wale waliojiandaa watakao komunika wanyoshe mkono.
popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe unaja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako, tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa zikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kusifu tukiungama kwa furaha. Toka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Tuabudu
Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Mola imani Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie ili sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yakobo mtume msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu mkuu Gervas Nyaisonga, askofu msaidizi Godfrey Mwasekaga, pamoja na maaskofu wote wa Kilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako,
amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoe dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
Sogeni mbele kidogo. Nami mpate baraka, wanabariki na kuwalinda. Hawaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Hawainulie uso wake na kuwapa amani. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima. Tumtukuze Bwana.
hadi Mungu aniweke hapa. Kama bado najiuliza mimi ni nani, hadi Mungu aniweke hapa. Siwezi kujisifu kwa mali yangu. Haya yote yamefanyika kwa neema tu. Ni Bwana Mungu wangu amefanya yote. Ni Bwana Mungu wangu amefanya yote. Hapana. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani. Muda kuimba upo. Tuwe watii, tunaongozwa na MC saizi. Tumemkabidhi mama Sagwale hapa atumbuize, aongoze ratiba yote utii. Nishangilie kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Tushangilie. Kwa muda huu namkaribisha atakaye tuongoza kwa utambulisho. Karibu katikista. Ya jubilanti. Mwana jubilei ni Akimu Nahasoni Kaweli Mwanchese. Alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 12 1974. Wazazi wake, baba yake ni Nahasoni Kaweli Mwanchese, mama yake ni Nsanya Mwailala Mwalwiji. Alisoma shule ya msingi Rwanda 2. Alianza shule hiyo mwaka 1984 hadi kuhitimu 1990. Mke wake ni Faustina Nicolaus Ndabila, na alianza kazi ya wito wake wa ukatikista mwaka 1988. Baadaye alitumwa kwenda kusoma chuo Mlowo. Baada ya kuhitimu, aliendelea na kazi rasmi katika vigango mbalimbali. Amehudumu Shipongo, Ugaya, Rwanda, Jojo, Shiziangule na Mpande. Mpaka sasa anahudumu kigango cha Shiziangule na Mpande. Shukrani. Anamshukuru Mungu kwa kumpa uhai. Anawashukuru wakubwa wake, yani paroko. Anawashukuru makatikista wenzake. Anawashukuru wazazi wake. Anamshukuru mke wake anayeongozana naye katika utume wake. Anawashukuru waamini wote kwa ujumla wanapoitikia ni namna ya kumlea katika wito wake. Kwa hiyo anawaomba mzidi kuongozana naye katika utume wake, na pale pengine alipo wakwaza kwa miaka hiyo 25, basi anaomba msamaha na anaomba muendelee kumwombea ili azidi kudumu katika wito wake wa ukatikista. Tumsifu Yesu Kristo. Anapendeza, apendezi.
Vigelegele kwake. Nimepewa nafasi hii ndogo tu kutambulisha uongozi. Naomba nimsimamishe kiongozi wa dekania ya Ileje popote alipo, wasogee mbele. Kiongozi wa makatekista dekania ya Ileje. Aje mwenyekiti wa makatekista parokia ya Irembo. Kiitifaki huyu ndio mwenyekiti wa makatekista parokia ya Irembo, ndio baba yake wa makatekista, baba yake wa hakimu. Naomba mkaribishe sasa mwenyekiti wa dekania, na wa dekania tamkaribisha wa jimbo kiitifaki. Tumsifu Yesu Kristo. Paputa tushie ngora tumpungire twendu mwana wansanye nyowe. Kwa nafasi hii namkaribisha kiongozi wa dekania ya Ileje ajitambulishe, pia amkaribishe mwenyekiti wa makatekista jimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimshukuru baba padre kwa kutuongezea misa vizuri sana kwa siku ya leo. Nimshukuru katekista mwenzangu hakimu kwa kufanya jubilei ya miaka 25 ya katekista. Asante ndugu yangu. Na nimshukuru pia mwenyekiti wangu wa makatekista jimbo kuu la Katoliki la Mbeya, ndugu yangu Simalike. Karibu sana kwenye dekania yetu ya Ileje. Na niwashukuru pia Wakristo wenzangu wote ambao tumeweza kushiriki tukio hili. Mimi kwa jina langu naitwa Katekista Joshua Wenera Mwasenga, natokea kigango cha Shigamba, parokia Iwara, na kidekania ni mtunza hazina wa dekania ya Ileje. Kwa hiyo bila kuchelewa nimkaribishe katekista mwenyekiti wa umoja wa makatekista jimbo kuu la Mbeya aje aseme hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Hakimu hoye. Basi ninayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo katika maeneo haya kwa ajili ya sherehe ya ndugu yetu hakimu. Napotoka kwetu Upoloto sikujua kwamba ndio huyu bwana. Hata nilipoingia kwake sikujua kwamba yeye ndio mwenye sherehe. Alinipokea, tukasalimiana mpaka tunaanza maandamano, ndio nasema kumbe ndio huyu. Kwa sababu ya ucheshi wake, maisha yake, tunapokutana kwenye kazi ya Mungu, sio mtu mzito twasafotoga mwame, saga mwama, yani ni mchangamufu. Kwa hiyo kwa namna hii, baba ubarikiwe. Mungu akubariki sana. Yani sitii shaka kwenye utumishi wako, kwa sababu tunapokuwa kwenye majukumu ya jimbo anawajibika. Bila shaka hata kwenye majukumu yake ya kiparokia anawajibika vizuri. Basi ndugu zangu, niwapongeze wanakwaya. Mungu ambariki. Nimependa kazi yenu, nimeipenda bure. Msiache kumtumikia Mungu. Nimshukuru baba paroko kwa ajili ya misa takatifu hii. Niwashukuru makatekista kwa umoja wenu na upendo wenu kwa ndugu wetu hakimu. Mungu awabarikini sana. Kutoka ofisi ya makatekista jimbo. Zawadi anaifahamu kwa sababu na yeye kwenye vikao anahudhuriaga. Anajua zawadi yangu kutoka kwenye jimbo imekaa hivi. Kama itakuwa imepungua, utudai kabisa. Utasema mwenye. Nina kabisa ya kwangu ya kijimbo. Ikipungua katika pale tuliposema unapiga mwenyekiti, ipungushe. Karibu sana. Kabisa kuwekea zawadi zako.
Asante. Nikimsema mtu naomba wakati anakuja kuleta zawadi yake aonekane. Tutagada jehara. Nadhani mmenielewa. Watoto naomba mjipange vizuri. Mwisho wake nitatafuta fimbo. Mjipange vizuri. Jipange pale. Jipange pale. Kia ya lombo. DJ wanyanyue. Twins. Twins. Ya. Kigango cha Jojo. DJ wachukue. Jojo. DJ. Nazani nguvuye hamabaro. Batingi nguzimanya katali umuda. Mwerewa mwe. Mtajerevuaje wengu kora. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema Shipongo wanyanyua DJ. Kigango cha ndole DJ wachukue. Namkaribisha baba yetu padre, ana neno anataka kukuaga. Yesu Kristo. Sherehe ni sherehe. Katekista Eliakimu Pamwanya. Sasa hiyo kidogo, hiyo ya kusema Pamwanya kama imepitwa na wakati. Tunasema Pamwanya, alafu na mbusu hivi. Katekista Eliakimu Pamwanya. Tumsifu Yesu Kristo.
Ratiba kidogo ina banabana. Nataka niseme neno na baada ya hapo, na kwa vile nimeshatoa baraka, mwishoni atahitimisha kwa kawaida mwalimu huyu kiongozi wa makatekista jimbo. La kwanza ni kutoka kwa baba paroko, anakupongeza sana kwa hatua hiyo ya jubilei ya miaka 25. Hongera sana. Mengine ni kwamba tuendelee kuishi kwa mshikamano kama huo, tukionyesha umoja wetu kama makatekista, tukionyesha umoja huo kama waamini kwa ujumla. Hilo ndivyo inavyotakiwa, kama ambavyo tulivyokusanyika hapa kuonyesha huo umoja kwa katekista wetu Eliakimu. Umoja huo uendelee na kwa wengine watakaoadhimisha jubilei zao miaka inayokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawatakia sherehe njema. Tunaanza na vyama vya kitume. Charismatic. Kigambo
Nimesimama kwa niaba ya walei parokia na pia kwa niaba ya walei kigango cha Irembo. Nasema wana sherehe, hongereni sana kwa kufikia hatua hii. Tumsifu Yesu Kristo. Samani kidogo, tukae. Tumsifu Yesu Kristo. Roida mwira popote ulipo. Eri ngote murucha banga katino nza ibarumire. Murucha we. Bom.
Tumaje uliza watu wewe mpo mama. Thank you.